what you ask them. Let's mention it before the Lord because you are merciful God. Father, in the name of Jesus, we thank you and worship you this wonderful afternoon. Katika Jehova tunaingana mbele zako Jehova, tukikuomba ya kwamba ukaweze kututakasa maasi yetu Jehova, ukaweze kututakasa dhambi zetu, kwa maana wewe ni Mungu Jehova, na ndiposa tunanyenyekea miguuni pako Jehova, tukikuomba ya kwamba ukaweze kunena neno moja Jehova, neno ambalo litaweza kubadilisha maisha yetu Jehova, neno ambalo litaenda kutuinua mioyo yetu Jehova, neno ambalo linaenda kujibu maombi yetu Jehova Mfalme, kwa maana wewe ni Mungu na unastahili Jehova. Mnenaji mikononi mwako Jehova, kaza kumtumia kwa maana wewe ni Mungu Jehova, nena ndani yake kwa maana wewe ni Mungu Jehova. Ninaomba Roho yako Mtakatifu akaze kushuka na kumpa neno ambalo atatuzungumza katika maisha yetu Jehova, liwe neno la kutuponya mioyo yetu Jehova, liwe neno la kuponya hata magonjwa ambayo tunayapitia Jehova, kwa maana wewe ni Mungu Jehova, na ni katika jina la Yesu naomba hata na kuamini. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Yes, jinsi mlivyosikia, majina yangu ni Melkisedek Tambachi. Mimi ni mshiriki wa Church of God in East Africa, Kenya, Kangemi. Mimi ni mzaliwa wa Church of God, nyumbani kwetu ni Kakamega. Area kwetu inaitwa Idaho. Kanisa la nyumbani linajiita Mulwanda Church of God. Bwana asifiwe. Na kuchukua hii fursa kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani, ni kwa sababu ya kibali cha uhai ambacho ameweza kutupatia, kwa sababu sio jambo la kawaida kupata sisi kama binadamu tumekusanyika mahali pamoja ili tukaweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Pia nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya madhabahu ya hii kanisa kutupatia fursa hii, kutupatia nafasi hii ili tukaweze kujumuika pamoja na nyinyi, ili tukaweze kumsifu Mwenyezi Mungu na tushiriki neno lake kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. So tutaenda direct kwa neno jinsi mlivyosomewa. Ilikuwa Numbers chapter number 21 verse 8 and 9. Na nikihubiri napenda kutumia English sana, but nitajaribu kukuwa flexible na sitachukua wakati wenu mwingi sana. My topic today will be focus on Jesus. Focus on Jesus. Kwa Kiswahili focus ni nini? Mwalimu? Kwa Kiswahili focus ni? Yes, kumtazamia Yesu. Bwana asifiwe. Na utapata ya kwamba the book of Numbers iliandikwa is among the Torah books. Na wakati iliandikwa, hii ni wakati kila kitu ambacho kilikuwa kinafanyikia na Waisraeli kilikuwa kinawekwa katika kumbukumbu na kinahesabiwa. Ili kama mimi Melkisedek ningekuwa hiyo wakati nikitenda dhambi ya kwanza inahesabika nimetenda dhambi ya kwanza. Nikitenda dhambi ya pili inahesabika. That's all about the book of Numbers. Everything that was happening, it was being accounted for. Ukifanya jambo lazima ilikuwa inahesabiwa. That's how Moses came up with this book of Numbers. To the point, anafika Numbers 21, wana wa Israeli walikuwa wamefika mahali wametenda dhambi zote zenye ziko katika hii dunia. To the point Mungu akampatia that command ya kwamba mahali ambapo nimefikia naona hawa binadamu watahangaika na wataangamia. So what will you do? Bwana asifiwe. So
Numbers 21 itaanza from number 4, ambapo inasema ya kwamba Numbers 21 verse 4, they traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go round Edom, but the people grew impatient on the way. People grew impatient on the way. We inafika wapi mpaka una lose tumaini? Bwana asifiwe. Wewe unafika wapi mpaka una lose impatient? That means hao watu walikuwa wamehesabu, Mungu alituambia through Moses tutakuwa hivi, Mungu akatuambia tutafika hapo, but wakati walikuwa wamehesabu hizo vitu zote wakaona ni mingi sana, to the point they became impatient. Bwana asifiwe. Now verse 5 ikasemaje? They spoke against God and against Moses and said, why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food. Hapo ndio sisi binadamu tuko. Bwana asifiwe. Hapo ndio sisi tuko. Hapo ndio Kikuyu Church of God muko. Mnasema kwani Mungu ukatutoa hata kule tulikuwa tunalipa rent, hatukuwa hivi. Sasa umetuleta hapa, hata pesa ya kufanya nini hatuna, hata fare ya kufika tu hapa hatuna, hata mvua ikinyesha hatuwezi fika kanisani. Hapo ndio wana wa Israeli walifika, kunung'unika, kuhangaika, kulalamika katika kila jambo. Bwana asifiwe. Verse 6 inasemaje? Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people and many Israelites died. Mungu akakasirika. Akasema hawa watu wanaona mimi ni nani? I am the Lord who made them to come out of Egypt because I have good plans for them. Bwana asifiwe. Do you know why God hardened the heart of Pharaoh not to release the children of Israel that easily? Bwana asifiwe. Mungu aliambia Musa, ninakutuma uende kwa Farao, lakini Farao atakuwa mgumu kutoa hao wana Israeli. Mbona? Bwana asifiwe. Ni kwa sababu Mungu alikuwa anataka kuprepare Moses in a way that hawa na wa Israeli kudili nao haingekuwa rahisi. We imagine Musa angeenda tu kwa Farao na ambia Farao, Mungu amenituma unipatie watu wake watoke ili waende kumwabudu. Then Farao tu kiurahisi tu aseme ni hao tu nataka wachukue. Niambie sasa wangefika kwa njia, hao watu waanze kuonyesha Musa hii mambo wanamuonyesha. To the point wanafika mahali wanaunda sanamu wanaanza kuiabudu. Si Musa ange give up. But because of that harden yenye Farao alikuwa nayo, iliinua imani ya Musa. Ili hata hao wanapomkataa Mwenyezi Mungu, still Musa alikuwa anasimama na anamtumainia Mwenyezi Mungu. Hata Kikuyu wakitenda dhambi, Musa alikuwa anaenda mbele za Mwenyezi Mungu, ana intercede on their behalf. Hata Kikuyu wakikosa chakula, Musa alikuwa anaenda mbele za Mwenyezi Mungu, anaambia Mwenyezi Mungu, Kikuyu hawana chakula, tufanye aje? Mungu anamwambia enda kwa jiwe, gonga, maji itatoka na mana itatoka kutoka mbinguni na watu wa Kikuyu watakula. Bwana asifiwe. Hapo ndio sisi ambao tumefika wapi? Tumefika. Now verse 6 inasema verse 7, the people came to Moses and said, we sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us. So Moses prayed for the people. Umefika mahali umemtusi Mungu, umemdharau Mwenyezi Mungu. Hasa wakati Mungu analeta punishment, tena unarudia pastor. Baadaye pastor, nilikuwa nimepotea kanisani, nilikuwa nafikiria huko nje ni kuzuri, lakini nimefika huko nimeumwa na manyoka. Hata ndugu yangu aliumwa na nyoka akakufa, aunti yangu akaumwa na nyoka akakufa. Mimi sitaki kukufa. Tafadhali pastor, rudi kwa Mwenyezi Mungu, uombe on our behalf. Bwana asifiwe. Hapo ndio sisi
tuko kama Kikuyu Church of God, kama Church of God in East Africa. Tunasema ya kwamba hata kukaa kanisani sio kuzuri, tunatoka huko nje. Ati nikienda kanisani kila saa tu ni kutoa. Mara wanataka Kenya Church service, mara wanataka Easter, mara wanataka Christmas. Sasa hiyo imenifanya mimi natoka nje. Hata nikae kwa nyumba nisikize mahubiri kwa TV, nisikize mahubiri kwa redio, lakini kanisani sikanyagi. Bwana asifiwe. Utafika mahali God atakasirika na wewe, na akishakasirika na wewe, zile changamoto ambazo zitaanza kukufuata zitakurudisha, na utaanza kusema, Pastor, naomba ukaweze kuniombea ili Mungu akaondoe hizi shida katika maisha yangu. Now verse 8, where our main focus is, the Lord said to Moses, make a snake and put it up on the pole. Anyone who is bitten can look at it and live. Now God told Moses, make a snake and put it on the pole. Anyone who sees it will be healed. Bwana asifiwe. When you go in Matthew chapter number 27, verse 45. Matthew 27, kuanzia 45. Biblia yangu inasemaje? From noon until 3 in the From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? When some of these standing there heard this, they said, he's calling Elijah. Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. Then rest said, now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At the moment, wacha tuachane na hiyo. Bwana asifiwe. Now I want us to compare this verse. Now Numbers 21 verse 8. The Lord said to Moses, make a snake and put it up on the pole. Anyone who is bitten can look it and live. Bwana asifiwe. Nataka ujaribu compare the two scriptures. Matthew, wakati ambapo Yesu aliwekwa pale msalabani, akalilia hapo, akasema ya kwamba Mungu wangu, mbona umeniacha? Bwana asifiwe. Na ukicompare na hii, you know, when Jesus called on the Lord, Mungu hakumsikia. Bwana asifiwe. Mbona Mungu hakumsikia? Yet the Bible says in John 3:16, for God so loved the world, but he gave his only begotten son. So this is the only begotten son, but huwezi msikia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Why did God not hear Jesus when he said, my God, why have you forsaken me? The reason is, Jesus was carrying the problems of Kikuyu. Jesus was carrying the sins of pastor. Jesus was carrying all the lamentations of who? Of Ross. So the reason why God did not hear Jesus is because when Jesus was on the cross, Jesus was a sinner. And God does not hear the prayers of a sinner. Bwana asifiwe. So wakati Yesu alikuwa pale msalabani, alikuwa amebeba usherati yote ambayo Melkisedek amefanya. Na Mungu na msherati hawaendi njia moja. Bwana asifiwe. Wakati Yesu alikuwa pale msalabani, alikuwa amebeba dhambi zote Kikuyu Church of God tumefanya. Na Mungu na dhambi hawaelewani. So Jesus, despite the fact calling upon the Lord, God did not listen unto him because he was a
a sinner. So that means when you are here and you are a sinner, God cannot hear your prayers. Bwana asifiwe. Hallelujah. Okay. Verse 8. The Lord said to Moses, make a snake and put it up on the pole. What is this snake? Hii nyoka ni nini? Bwana asifiwe. Wanasema kwamba nyoka ilikuwa inawauma wanakufa, lakini wakiangalia kwa mti wataona hiyo nyoka na watafanya nini? Watapona. Hiyo nyoka ambayo ilikuwa imeundwa pale kwa mti is a bronze snake. Bwana asifiwe. Na hiyo mti ni nini? Is a cross. The cross that Jesus was crucified. Bwana asifiwe. I want us to understand that very well. Na nitakuwa namaliza kwa sababu siendi sana. So, when Moses made a snake na akaweka kwa mti, watu walikuwa wanaumwa, na akiangalia kwa mti anaona the same nyoka ambayo inamuuma na anapo. Hiyo inamaanisha nini? Wakati hiyo shida yako inakusumbua, Bwana asifiwe. Hiyo shida yako wakati inakusumbua, ukiinua macho yako juu na uangalie pale msalabani, utafanya nini? Kwa nini utapona? Kwa sababu wakati shida inakuuma na unainua macho yako unaangalia pale msalabani, it is the same problem yenye inakusumbua hapa ambayo Yesu amebeba pale msalabani, in a way that when you look on the problem and focus on the problem, you will die. But when you stand and raise up your eyes and see on the cross, the problem is now transferred from here and you will see it on the cross. Kama ni shida ya umasikini, wakati unainua macho yako, hiyo kuinua unabeba hiyo shida na unaiona pale kwa cross, na hapo umasikini wako utafanya nini? That means when you focus on Jesus, hizi shida zote ambazo zinakusumbua hazitakuwa, kwa sababu Jesus already has the problems on the cross. Shida yetu ni we focus on our problems. Bwana asifiwe. Kumbuka 6 ilikuwa inasema aje? 6 ilikuwa inasema then the Lord sent a venomous snake. What killed people during the time of Noah? It was flood, which was sent by who? That means there are some situations Mungu ndio anatutumia kwa sababu ya kiburi yetu. Kuhangaika kwako unahangaika ni kwa sababu ya kiburi yetu. Haiwezi hata kwa kiburi yetu peke yetu. Because Biblia inasema in Lamentation chapter 5:7 that our forefathers sinned and they are no more. Now that we are there, we are bearing the cross. Mababu zetu walitenda na hawako. Sasa sisi ndio tuko, sisi ndio tumebeba hizo dhambi. Na hizo dhambi ndio zinafanya sisi tunaanga. Lakini asubuhi ya leo, the same way Moses aliunda a bronze snake akaweka pale kwa mti. Kumbuka nyoka ndio ilikuwa inawauma. Na wakiangalia kwa msalaba wanaona the same nyoka. Na wakiona the same nyoka wanapo. That means ukichukua shida yako na uangalia pale, immediately ukiona hiyo shida yako pale msalabani inakuondokea. Kama hauna kazi, ukifocus wewe sisi kuta tuandike kwangu, wewe sisi kuta hata mtu tu aandike mpaka ufanye hongo. Hapana, ukiangalia tu kwa msalaba utaona hiyo shida pale. Na the moment unaona hiyo shida imekuondokea na Mungu anakufungulia njia na kila kitu itakuwa sawa. Bwana asifiwe. Verse 9 inasemaje? So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived. Ukiangalia shida, ukifocus, at sasa mimi tu, sisi kwetu ni kuhangaika tu. Utaendelea tu kuhangaika. Bwana asifiwe. Look unto Jesus. Look unto Jesus. Hata sisi Kikuyu hatuwezi hata sasa kumalizia hiyo deni tulibaki nayo. Mkifocus tu kwa hiyo deni, mtashinda tu kwa hiyo deni, to the point pastor atakuja aende,
mwingine akuje aende, mwingine akuje aende. Kwa sababu nini? Mmefocus tu kwa hiyo shida. Lakini asubuhi ya leo ukiinua tu macho yako utaona hii flow pale msalabani, na the moment unaona hii flow pale msalabani, njia za fedha zitafunguka, simiti zitapatikana, mawe zitapatikana, tutaunda hapa mahali na we will be worshiping at a place where watu kwa wanatolea matope ndani. Bwana asifiwe. The problem why we are just here as church of God, tunafocus tu kwa shida zetu. Bwana asifiwe. Nikipreach kangimi kwa kesha, nilisema ya kwamba sisi church of God tumefocus kwa vitu mingi sana mpaka hata tumemsahau huyo Mungu. Hata sasa hivi tukiitisha prayer meeting hapa, watu wenye watakuja utapata 1 2 3 4 full stop. Lakini ukiitisha kusema tu hey, Archbishop anakuja Kikuyu, hata nje italimwa. Bwana asifiwe. Si italimwa. Pastor wataanza kuangaika, hey, Bishop inafaa pewe bahasha na iwezi kuwa chini ya 50k. Bishop inafaa alipiwe ndege akuje huko. Lakini the same people ambao pastor atawaendea akiwaambia hii mwezi yote kuanzia 5 p.m. mpaka 7 p.m. tukutanie kanisani, we intercede for the sake of the church, pastor atajipata peke yake. Na hizo ndio shida sisi tumefocus, and that is why we cannot move forward. I was teaching about our Lord's Prayer, na nikafika hapo mahali ambapo anasema forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. So sisi shida yetu tunaomba tu Mungu atusamee, lakini hatuwezi samea watu wengine. Bwana asifiwe. Na tusiposamea watu wengine, hapo juu in our Lord's Prayer, give us our daily bread. Mungu ashatoa your daily bread, ashakupatia. Lakini your daily bread haiwezi kukufikia kwa sababu umebeba mtu kwa roho yako. Bwana asifiwe. Daniel chapter number 10 verse 12. Hapo ndo namalizia. Daniel chapter number 10 verse 12. Daniel is among the major prophets, inafaa kuwe in between. Ya kanime tumezoea digital, unasema tu hivi na unawekea hapo kwa screen. Daniel chapter number 10 verse 12. Inasemaje? Then he continued, do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Bwana asifiwe. Wakati ulikuwa unaomba, Mungu alisikia maombi yako. Na Mungu ashatuma majibu ya kujibu maombi yako. Bwana asifiwe. Hiyo ni verse 12. Now verse 13 nasema, kuna mahali nasema but. Verse 13 nasema aje? But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Daniel alikuwa ameomba, maombi yake imesikika mbinguni. Bwana asifiwe. Kikuyu tumeomba, maombi yetu yamesikika mbinguni. Lakini wakati Mungu alitumanisha majibu through angel Gabriel, majibu yetu haijatufikia kwa sababu kuna kitu iko kwa anga inatuzuia. Bwana asifiwe. Sisi Kikuyu najua mmekuwa mkiomba Mungu afungue njia. Mungu ashafungua njia, lakini hizo njia kuna kitu iko kwa anga imezuia hizo njia. Bwana asifiwe. There's a time I was teaching on the strength of an altar. And the strength of an altar inaongelea kuhusu a territory. There is something unaweza hangaika, Mungu akona uwezo kukusaidia, lakini kwa sababu of the territory Mungu hawezi kukusaidia, because God does not violate his rules. Bwana asifiwe. God gave you the right to choose between right and wrong. Bwana asifiwe. So if you choose wrong, Mungu hana shughuli na wewe.
If you choose right, Mungu anashughuli na wewe. It's now upon you. You have all the authority. Bwana asifiwe. And now to access this kingdom, there is the power of an altar, where an altar can allow transactions to happen. Now, hao watu ambao ni waganga wanatumianga the power of an altar to the point hata Oscar ukitoka hapa saa hii uende kwa mganga, mganga atakwambiaje, shida yako nimeiona, lakini lazima ulete kuku mweupe ama ulete mbuzi. Wa siku hizi wako digitalized, leta pesa kiasi fulani. Bwana asifiwe. Na wakati unaleta, anaomba, anafanya mambo yake, unajua njia zako zitafunguliwa. Kwa nini? Kwa sababu huyu mganga understands the power and the authority of an altar. For an altar to speak, you need to feed it. That is why sisi tumefungwa kupitia kwa hizo njia. Mganga, mtu ataenda kwa mganga aseme nataka ufunge hiyo Kikuyu Church of God, ati imekuja katika hii area, haiwezekani. Mganga anamwambia basi ndio tufunge Kikuyu Church of God, uzito wa Kikuyu iko kama 1 million, so ndio uifunge, wewe leta 1.5 million. Na akishapata hizo pesa, sio kitu imefanyika. Ukienda kununua kitu na uanze kubagain, mtu mwenye ako na pesa kidogo na mwenye ako na pesa mingi, mgani ataenda na hiyo kitu mwenye ako na pesa mingi. So the power of altar is what made the prince of Persia. Katika hiyo eneo, the prince of Persia alikuwa ana take control to the point Daniel, who is a prophet, Bwana asifiwe, is this a man ambaye anamwogopa Mungu, is a man ambaye anazungumza the mysteries of God, lakini anaomba for 21 good days, hajibiwi. Why? Verse 14 inasema aje? Verse 14 inasema now, but the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come. Bwana asifiwe. How long have you been praying na maombi yako haijibiwi? Huko kwenu, the prince of Persia represents the altars in your territory. Bwana asifiwe. Ati huku kwetu hatuwezi jenga nyumba ya mawe. Ati huku kwetu hatuwezi soma tufike kiwango fulani. Penye pasa alisoma mtoto wake alikuwa anasumbua. Hakuwa yeye, ni prince of Persia. Alikuwa anasema hii nyumba watu wafikangi mahali fulani. Our mother, yule mtoto wako sio yeye, hata usimunini. What you will just do, just go on your knees, call upon the Lord. Ambia Mungu, this prince of Persia ambaye anasumbua nyumba yangu leo, Angel Michael anakuja na atatusaidia hizi vita na ataondokewa. Bwana asifiwe. Najua umeomba, hata Daniel aliomba for 21 good days. 21, nothing is happening. Haku give up. On the 21st day ndio Mungu akamuonekani, akasema hapana, there's something need to be done. Aka release Michael, Angel Michael. Bwana asifiwe. Unajua mbinguni kila malaika wako na assignment yao. So assignment ya Angel Michael, ukipata Michael ametolewa, jua ni kubaya. Si leo Kikuyu tufanye Angel Michael atolewe. Ukipata Kenya imetoa KDF, jua ni kubaya. Kwa sababu wakati Mungu alituma Gabriel alizuiliwa kwa sababu Gabriel si wa kupigana. Gabriel ndio kupatiana tu information. Umeomba hii amepatiana, yani Gabriel was just like a messenger. But now to the point Mungu akatoa Gabriel. Kulikuwa ni kubaya. Mama, leo Mungu anaenda kurelease Gabriel katika familia yako. Na prince of Persia ambaye anazuia huyo mtoto kusoma anaenda kushindwa in the name of Jesus. Kwa nini? Tukimtazamia huyu Mwenyezi Mungu, hiyo shida ambayo mama iko kwa nyumba yako ya mtoto, ukimtazamia huyu Yesu, that problem will now be transferred from where you are to the cross, na hiyo ndio itakuwa mwisho wa hiyo shida. Bwana asifiwe. Wacha tukaweza kusimama.
Mungu Baba, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Imba Mungu Baba. Mungu Baba, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Unifinyange Bwana, unifinyange, unifinyange, unifanye jinsi wewe upendavyo. Unifinyange Bwana, unifinyange, unifinyange, unifanye kuwa kama upendavyo. Maisha yangu nayaleta mbele zako, uyafanye jinsi wewe upendavyo, maana wewe ni muweza wa vyote. Unifanye jinsi wewe upendavyo. Unifinyange Bwana, unifinyange, unifinyange, unifanye jinsi wewe upendavyo. Unifinyange Bwana, unifinyange, unifinyange, unifanye jinsi wewe upendavyo. Asubuhi ya leo nataka tu uende mbele zake Mwenyezi Mungu. Ile shida ambayo ilikuwa inakusumbua, jinsi nyoka ilikuwa inauma wana wa Israeli, na wakati wanatazamia katika ule mti walikuwa wanaona hiyo nyoka iko pale na walikuwa wanapona. Asubuhi ya leo katika huo mti Yesu ako pale na amebeba shida zako zote. Mtazamie Yesu asubuhi ya leo. Hiyo shida yako pale ambapo inakuumiza, ichukue na uikaweke pale msalabani. Tazamia macho yako pale msalabani. Najua ya kwamba Yesu ako mahala pale na ameweza kubeba dhambi zetu zote, ameweza kubeba shida zetu zote, ili ukaweze kumtazamia na ukaweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Wacha Mwenyezi Mungu akatuangalie na akaweze kutuhurumia asubuhi ya leo, akawachilie angel wake Michael akakuja akaweze kupigana kwa niaba yetu. Ni kwa sababu ni kwa mara mingi the prince of Persia has prevented our prayers to be answered, but tonight, this morning, I know God is doing something into our lives. Hiyo nyumba yako, shida ambazo ziko pale, ukitazamia pale msalabani, Yesu ako mahala pale na amebeba hiyo shida yako. Yesu kubeba anamaanisha ameiondoa kwako. Sasa yeye ndio ako na shida yako. Asubuhi ya leo Yesu anaenda kusimama pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Baba, wewe ni Mungu unayeweza. Jehova, tazamia wana wako asubuhi ya leo. Jehova, shida zetu najua ya kwamba zimetuandama na zimeweza kutulemea. Jehova, tunazibeba tukitazamia pale msalabani ya kwamba ukaturejeshe Bwana, ukatuponye, ukatuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Yesu, ukatuangalie na ukatuhurumie asubuhi ya leo. Katika nyumba zetu kuna shida mingi zimetuandama, lakini tunajua ya kwamba kwa sababu tuko mahala hapa, Yesu unaenda kutuangalia na unaenda kutuhurumia katika jina la Yesu Kristo. Watoto wetu tunawakabidhi mikononi mwako. Jehova nisi, shetani ambaye anakuja ndani mwao na analeta kiburi, asubuhi ya leo tunasimama kinyume naye katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu tumetazamia pale msalabani na tunajua ya kwamba Baba unaenda kutenda. Najua ya kwamba Baba unaenda kusimama katika
jina la Yesu Kristo. Shida ambazo zimetuandama asubuhi ya leo tumezipeleka pale msalabani, kwa sababu Yesu wakati ulikuwa msalabani ulisema ya kwamba yote yamekwisha, na asubuhi ya leo yote yamekwisha katika jina la Yesu Kristo. Shida zetu zimekwisha, umaskini umekwisha, kuhangaika bila kazi kumekwisha katika jina la Yesu Kristo. Ni kanisa hili la Kikuyu, Jehova Nisi, najua ya kwamba kuna shida ambazo wanapitia, lakini juu ya pale msalabani shida zimekwisha, kwa sababu wanatazamia wewe. They are focusing on you, oh Jesus. We worship you, my Father, and we glorify your holy name, because you have given us this opportunity just to come before you, my Father, and present our requests unto you. And we call upon for your favor, oh God. We call upon for your mercies, oh God, in the mighty name of Jesus Christ. My Father, my Lord, have mercy over us, oh God. Have mercy over us, oh my Father. Let the Spirit of committed not present your answers unto us, oh Lord, because Angel Michael is now being released to come and fight on our behalf. In the mighty name of Jesus Christ, we worship you, my Father, and we glorify your holy name, because you are the Lord. Asante Jehova, maana unaweza. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unayeweza, wewe ni Mungu unayetosha. Uinuliwe Jehova, uabudiwe kwa sababu unaweza. Najua ya kwamba Kikuyu kiko na vijana na vijana wako huko nje. Hao vijana wamezuiliwa na the prince of Persia ili wakaweze kupotelea huko nje, kwa sababu shetani anajua ya kwamba wakikuja kanisani watamjua Mungu na Mungu atawasaidia na hawatafanya zile mausharati, hawataingia kwa madawa za kulevya. Lakini kwa sababu ya prince of Persia wameweza kupotelea huko nje, hata uwezi wapata huko kanisani. Kikuyu tukiitisha vijana tunaona tu hapo ni Boaz, tunaona tu hapo ni Niva, tunaona tu hapo ni Willy. Hakuna wengine wamepotelea huko nje. Asubuhi wa leo nataka tukaombe tu Mwenyezi Mungu akawaachilie malaika wake ambaye ni angel, akaondoe huu prince of Persia njiani, ili from next Sunday vijana wanaanza kukuja katika hii kanisa. Washiriki ambao huko nje na wamepotea wanaanza kukuja katika hii kanisa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba ya kwamba wewe ni Mungu. Jehova, vijana wa hii kanisa na wakabidhi mikononi mwako. Wamepotea huko nje katika mambo za dunia, hata hawaoni umuhimu wa kukuja kanisani. Jehova Nisi, asubuhi ya leo popote ambapo waliko, wache wakasumbuliwe na Roho Mtakatifu akawaongoze wakaweze kukuja mahala hapa katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba vijana hawatapotea, vijana watakuja kanisani, vijana watakushukuru, vijana watakuabudu katika jina la Yesu Kristo. Kanisa kusimama inahitaji vijana, inahitaji wamama, inahitaji wazee. Asubuhi wa leo, mchana wa leo, tunawaita Bwana, tunawaita kwa majina, tunawaita kwa sababu walipo. Kama ni nguvu za jamii ambazo zinawazuia, kama ni marafiki zetu ambao hawakupenda kanisa, asubuhi wa leo tunasimama kinyume na hizo nguvu katika jina la Yesu Kristo, na kwamba Mungu unaenda kutenda na unaenda kufungua, maana unaweza, maana unatosha. Asante Jehova, maana wewe ni Mungu unayeweza, maana wewe ni Mungu unayetosha. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Baba, tunakushukuru, tunakuinua ni kwa sababu ya muda huu ambao umetupea. My Father, just take the stage. My Father, just manifest. Have your way. My Father, it will be our desire to see you glorified. We are only but vessels, oh my Father, and you are the potter.
For us to be found here, my Father, it has granted your mighty hand. And Lord, because of your mercies we are here. Kwa sababu tungesema ya kwamba Jehova, dhambi zetu zinatufungia, hatungekuwa mahala hapa. Lakini kwa sababu oversee our dambis, oh God, we have been found here because of your mercies. How we pray that, my Father, if there is anything in us that is preventing your heart to reach unto us, my Father, may you forgive us and may you cleanse us, oh my Father, because your word says that we are suffering not because of our sins, but because of the sins of our forefathers. Tunajua ya kwamba mababu zetu hawakupenda kanisa. Mababu zetu walikuwa wanapenda kwenda kwa waganga. Mababu zetu walikuwa ambapo ni watu ambao Jehova Nisa wanaishi maisha ambayo hayaeleweki. Na hiyo kitu imetufuata sisi wana wako, ya kwamba hata hatupendi kanisa, hatupendi kuenda mahali ambapo neno lako linaendelea. Asubuhi wa leo, mchana wa leo, Jehova, tunasimama kinyume na nguvu za babu zetu katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba katika hii eneo kanisa kubwa haliwezi kujengwa. Jehova Nisi, tunafungua anga hii ya kwamba Kikuyu itajenga kanisa kubwa. Kikuyu itakuwa na washiriki wengi katika jina la Yesu Kristo. Vijana ambao wamepotelea huko nje, tunawaita kwa majina ya kwamba watarudi kanisani, watarudi kukuabudu Mungu, kwa maana unaweza, kwa maana unatosha. Jehova, kanisa linajengwa na vijana, kanisa linajengwa na wamama, kanisa linajengwa na wazee. Jehova Nisi, na litafanyika kama hizi vikundi zote zitasimama kwa roho moja, zitasimama kwa umoja. If there is unity, the church will be built. And tonight, oh my Father, this afternoon, oh God, we are calling upon for your intervention, ya kwamba kutakuwa na amani. Vijana watakuja, wamama watakuja, wazee watakuja, watashirikiana na kanisa hili litasimama katika jina la Yesu Kristo. Wachungaji wetu, Jehova, unawapa hekima na maarifa jinsi ya kusimama na hawa wana wako, jinsi ya kuwaongoza, jinsi ya kusimama pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Shetani naye anakuja kwa njia za kazi, ya kwamba siwezi patikana kwa sababu ya kazi. Na when there is prayerlessness, there is dryness, and when there is dryness, there is death. And my Father, my Lord, I pray Kikuyu will not die, because people will be available with the resources to serve you in the mighty name of Jesus Christ. Mipango yote ambayo ile kanisa liko nazo, Jehova, najua wanaendelea na ujenzi. Jehova Nisi, tunajua kwamba ujenzi unahitaji fedha. Baba, tunaomba ukafungue njia za fedha, ukafungue njia za fedha. Na hizi njia za fedha, Jehova, zitapitia kwako kupatia wana wako kazi, kwa sababu wakipata kazi watatoa fungu la 10, na wakitoa fungu la 10 kazi yako itaendelea. Basi fungua njia za kazi, Jehova, fungua njia za kazi. Umasikini umetulemea. Umasikini ni hiyo nyoka ambayo ilikuwa inauma wana wa Israeli, na wakati wanapofocus kwa nyoka wanakufa. Lakini sisi hatufocus kwa umasikini, tunatazamia pale msalabani. Tunajua kwamba ule umasikini umeubeba pale msalabani na unatuondokea. Jehova, wana wako watapata kazi. Wale walio na biashara, Jehova, biashara zitainuka na pesa zitakuja mingi, na kanisa hili litajengwa. Kanisa hili litajengwa, Jehova Nisi. Wacha Jehova Nisi wasikae mahali ambapo kuna vumbi. Wacha wakae mahali ambapo watakusifu wakiwa na furaha, kwa maana wewe ni Mungu unayeweza, maana wewe ni Mungu unayetosha. Uongozi wa vijana wa hii kanisa na ukabidhi mikononi mwako. Chairperson, treasurer na secretary, Jehova Nisi, simama pamoja nao. Hata wanaposimama ni kwa sababu ya mipango zote za vijana, wanaposhirikiana na viongozi wa wamama, viongozi wa wazee, unajua kwamba kanisa hili litainuka na litasimama, kwa sababu unaweza. Jehova, najua kwamba miongoni mwetu kuna wale ambao wamekuja na shida mbalimbali. Basi kutana na tamanio la moyo wao. Kuna wale ambao wamekuja kwa sababu ya ugonjwa, kuna wale ambao wamekuja kwa sababu ya shida za fedha. Jehova, ukafungue njia, ukawahurumie Jehova, na ukawatazamie, maana wewe unaweza, maana wewe unatosha, katika jina la Yesu Kristo. Asante maana wewe ni Mungu. Asante maana unaweza. Asante
maana unastahili. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Praise God in the name of Jesus. We thank you. We worship you, Jehovah.